Na ikiwa tarehe 5 mwezi Machi mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ya Kisii, mahali ambapo mikutano inaendelea ya kuleta amani eneo la Kiang'o katika mpaka wa Transmara, mahali ambapo viongozi kutoka kaunti ya Narok na Kisii wanaendelea kufanya mikutano ya amani. Na waumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni leo wameanza rasmi msimu wa Kwaresima wa kufunga na kuomba kwa siku 44. Si wa furaha, kuna mambo ya furaha, kuna zile mambo ambazo tunakuanga nazo katika ibada za misa. Kwa hivyo ni msimu ambao ni wa mtulivu, msimu ambao tunalikwa sote tuwe na huo moyo, that spirit of recollection, ili tuweze kumrudia Mungu. Wakati ambao kila Mkristo anafaa aombe nchi yetu, aombe uchumi, ili kwa sababu kuna changamoto mingi sana, watu waweze kusimama vizuri, waweze kuinuka, nchi yetu iweze kuwa imara. Zaidi ya yote, tukiwa mwaka ni wa Jubilee ya matumaini, watu wengi wamekosa matumaini, wametupa matumaini ili waweze kurudi. Na siku chache baada ya shambulio eneo la Tondoyang, Turkana County, hadi sasa miili ya watu 3 imepatikana, huku boti 6 za uvuvi zikipatikana eneo hilo. Na waziri wa fedha John Mbadi leo amefika mbele ya bunge la Seneti kueleza bengo ambalo lilibaki baada ya Marekani kujiondoa katika ufadhili wa USAID. While the total assistance, including health and the others, is approximately $405.4 million, which is about Kenya shillings 52 billion. For the financial year 24-25, from USAID, which, as I've indicated, includes other sectors such as health, economic growth, water and environment. Now, Honorable Speaker, it's important to note that while official government assistance, or what is known as ODA, from USAID is aligned to our medium-term plan and supplement government investments and largely benefits the people of Kenya, USAID contracts implementing partners, that is both international and local, are entities who bear fiduciary responsibility, because this funding is implemented by implementing partners. The money, as I will state, does not come to our budget. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Namna katika biashara ni kwamba wabunge wamedai ripoti basi kujua hali ya vifaa vya KIMS, ukipenda Kenya Integrated Election Management System, kabla ya kuidhinisha bajeti ya bilioni 6.7 kununua vifaa vipya. Haya yanajili huku tume ya IEBC ikiendelea kutafuta bilioni 61 kufanikisha uchaguzi wa mwaka 2027. Na katika habari nyingine ni kwamba kampuni ya Bidco imechukua ushukani kutoka kwa kampuni ya Grupoco Holding Limited inayojulikana kwa kutengeneza vyakula vya nafaka vya kiamsha kinywa na vitafunio, ukipenda snacks. Kampuni ya Bidco iliyoanza mwaka wa 1985 kwa kutengeneza sabuni imepanua soko lake kwa kutengeneza mafuta kupikia, sasa ikiwa na mpango basi ya kujiendeleza katika soko la nafaka na vile vitafunio. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.